Jubilei 2025. Tumshangilie Roho Mtakatifu. Basi nimwalike tuweze kusikiliza maana halisi ya Roho Mtakatifu ambaye ni siku ya leo. Maana ya siku ya Pentekoste ni siku 50 baada ya ufufuko wa Kristo, hitimisho la Pasaka, ukamilisho wa mafungo makuu ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, ni mwanzo wa kanisa jipya. Kwa hiyo leo ni siku ya birthday yetu, ni birthday ya kanisa. Tushangilie. Roho Mtakatifu ni nafsi ya tatu ya Mungu, na Roho Mtakatifu alishiriki katika uumbaji, ambacho tunapata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1, ambapo wakati Mungu anaumba dunia kulikuwa hamna kitu chochote, lakini Roho wa Bwana alitulia. Roho Mtakatifu ni ahadi ya Baba, ahadi ya Baba ambayo alituahidi kwamba baada ya kufufuka atatuletea Roho Mtakatifu. Hapa tutapata katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 4 ambayo Mungu alituahidi kutuletea Roho Mtakatifu. Maana pale mitume walikaa kimya, upweke, wakiwa na hofu kuu baada ya Bwana wetu Yesu Kristo kufa na kufufuka. Kwa walikuwa na hofu, ndipo walipoahidiwa kuletewa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, ambapo tunapata katika kitabu Injili Yohana sura ya 14 aya ya 16 mpaka ya 17. Ametuahidi atatuletea msaidizi, na huyo msaidizi ndio Roho Mtakatifu, ambapo anasema kwamba lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu, atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kumbe Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, ahadi ya Baba ambaye alituahidi atatuletea msaidizi. Kwa hiyo tuna msaidizi, na katika maisha yetu hatutakiwi kuwa na hofu, maana Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu anayetusaidia kwa kila kitu, kwa kila jambo ambalo tunapita, hata na magumu yale tunayopita. Yeye ni msaidizi, anatusaidia kwa sababu Mungu alituahidi kutuletea. Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu. Katika ahadi aliyotuahidi pia Roho Mtakatifu ni mwalimu wetu. Roho Mtakatifu anatufundisha, anatuelekeza ni namna gani tufanye, anatupa nguvu, anatuelekeza kila jambo tunalopita. Yeye mwalimu anatufundisha kabla hujawaza, tayari yeye amesha kuelekeza utafanya nini au utasema nini, ambapo tunapata katika Yohana 14 aya ya 26. Tumsifu Yesu Kristo. Milele. Kristo tumaini letu. Basi tutasoma, tunaambiwa tutapokea Mungu na kisha kuwajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Uyahudi wote na Samaria na mwisho wa nchi. Lakini huyo msaidizi
huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyowaambia. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu na ni mwalimu wetu anayefundisha yote. Roho Mtakatifu anatupatia nguvu. Matendo ya Mitume sura ya 1 aya ya 8, ambapo tumewasomea kwamba tutapokea nguvu na tutakusudia kwa matendo yetu. Kama hauna Roho Mtakatifu hauwezi kushuhudia wala hauwezi kulitaja jina la Bwana, na wala hauwezi kuwa na nguvu yoyote ya kusema kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hiyo mimi na wewe tulibatizwa na tulibatizwa katika maji na Roho Mtakatifu, tukapokea nguvu ya Roho Mtakatifu ambayo inatuongoza. Roho Mtakatifu anatuunganisha. Roho Mtakatifu anatuunganisha na Baba. Ndio maana mimi na wewe leo tuko wamoja kwa sababu ya kuunganishwa na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu husaidia kuomba. Warumi sura ya 8 aya ya 11 mpaka ya 6. Yeye anatusaidia kuomba, maana hatujui kuomba ipasavyo. Kwa hivyo kama huna Roho Mtakatifu huwezi kuomba. Utajitahidi kuomba kwa akili zako, lakini Roho Mtakatifu yeye anatuongoza na anatufundisha kuomba. Ukiwa na Roho Mtakatifu atakuelekeza namna nzuri ya kuweza kuomba, maana sisi hatujui kuomba, na bila nguvu ya Roho Mtakatifu hakika hatuwezi chochote. Tumeimba, bila nguvu yako wewe hatuna chochote, wala mwanadamu hana chochote. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anatusaidia kuomba pale tunapoenda kinyume na pale tunapokosea. Yeye Roho Mtakatifu anakuwepo, anatusaidia. Akiona kabisa tumeanguka kwenye dhambi, huwa anamjua Mungu, yaani anamjua pasipoweza kutamkika. Roho Mtakatifu atakujua mimi na wewe tunapoanguka dhambini na tunapokosea, lakini bado anatupenda, anatusaidia na kutuongoza kwenye toba. Maana ninapotenda dhambi mimi na wewe, Roho Mtakatifu atakuongoza, atakwambia hapa si sawa, nenda katubu. Ndio maana tunapata pia ujasiri wa kukisogelea kiti cha rehema. Hiyo ni nguvu ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hutufanya kuwa wana wa Mungu. Sisi tumefanywa wana wa Mungu kwa ubatizo wetu tulipobatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tumeunganishwa na tumekuwa wana halisi wa Mungu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ni kila kitu katika maisha yetu. Niseme tu, bila Roho Mtakatifu ni sawa na gari ambalo halina dereva au halina injini, huwezi kuendesha, sawa na kopo. Kwa hiyo bila Roho Mtakatifu sisi bado hatuwezi kitu. Hivyo tunahitaji kuomba na kumwomba Roho Mtakatifu hakika asiondoke katika maisha yetu na asiondoke katika nafsi yetu. Ndio maana tukienda katika Zaburi ya 1 tukiwa tunaomba toba mbele za Mungu, huwa kuna sehemu inasema usiniondolee Roho Mtakatifu. Kumbe tunamhitaji Roho Mtakatifu, maana Roho Mtakatifu akiondoka ndani ya nafsi yako unabaki hauna kitu. Tumsifu Yesu Kristo. Hivyo msingi wa huduma zote za kanisa tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Kwa hiyo mimi na wewe tunaongozwa na Roho Mtakatifu. Kanisa linaongozwa na Roho Mtakatifu. Tumesikia katika somo la pili kwamba tumepewa karama mbalimbali. Hizo karama mbalimbali tulizogawiwa ni zawadi kutoka kwa Mungu
sio mali yetu, ni mali ya kanisa. Tunapaswa kuzitumia pasipo kiburi wala pasipo majivuno. Usije ukasema kwamba bila mimi, au mimi ni mwimbaji, nina sauti nzuri kuliko wenzangu, kwa hiyo bila mimi hamna kitu. Hapana, tunajidanganya na tunajiinua kiburi, ambacho hiyo ni roho ya Shetani na sio roho wa Mungu. Roho wa Mungu ni mpole, ana uvumilivu, anatufundisha mema tu, wala hatupeleki ni mabaya. Kwa hiyo mimi na wewe tulipobatizwa tulipokea Roho Mtakatifu, tukapokea mapaji 7 ya Roho Mtakatifu ambayo tumepewa kazi ya kwenda kuyafanyia. Mfano, kuna viongozi wa dunia, kuna wanadunia, viongozi wa kanisa. Tunapopewa kazi za kanisa, tunarudi nyuma, tunakuwa na visingizio vingi, kwa sababu hatuelewi kwamba tunaongozwa na Roho Mtakatifu, au tunajisahau kwamba katika ubatizo tulibatizwa kwa maji na Roho Mtakatifu. Hivyo tunatakiwa kufanya kazi za kanisa pasipo manung'uniko, pasipo kuwaza nitafanyaje, halafu tusitangulize kwanza maisha yetu au kazi zetu, maana tunatanguliza sana mambo yetu tukiwa tumesahau kwamba sisi tulibatizwa kwa Roho Mtakatifu na tumetumwa. Kama tumetumwa, kama wewe ni mlei, wewe ni kiongozi, unatakiwa kutimiza wajibu wako ipasavyo, kwa sababu tunaye kiongozi ambaye ni Roho Mtakatifu anayeongoza maisha yetu. Pia Roho Mtakatifu hutumiminia pendo la Mungu ndani mwetu. Tumemiminiwa pendo la Mungu ndani mwetu, ambapo ukisoma katika kitabu cha Wagalatia sura ya 5 aya ya 22 mpaka ya 23, tumepewa upendo, uvumilivu, utu wema, kiasi. Pamoja na hayo yote ni matunda ya Roho Mtakatifu ambayo mimi na wewe tumepewa. Hizo fadhila za Roho Mtakatifu ambazo anatugawia ndizo tunapopaswa kuishi wa Kristo kwa ubatizo wetu, maana tumefanywa kuwa wana wa Mungu. Kwa hiyo wana wa Mungu hatupaswi kuwa na mambo mengi, maana Roho Mtakatifu ametupa upendo, ametumiminia pendo, na pendo hili ambalo tumeimba, pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu. Basi mioyo yetu imemiminiwa Roho Mtakatifu. Kama mioyo yetu imemiminiwa Roho Mtakatifu, tumejazwa fadhila, tumejazwa uvumilivu, tumejazwa upendo. Hapo chuki ya nini? Wivu wa nini? Unahangaika nini? Unamchukia mwenzako kwa sababu gani? Ukisoma hizi fadhila ambazo tumepewa, ambayo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kwa hiyo kumbe mimi na wewe hatuna haja ya kusumbuana kwenye jumuiya, hatuna haja ya kusumbuana kwenye vikundi vya kitume, kwa sababu tunaye kiongozi wetu, tunaye mwalimu wetu, tunaye dereva wetu ambaye ni Roho Mtakatifu. Yaani Roho Mtakatifu ni kuseme semeji, yaani kama ni rais, basi yeye ni waziri mkuu, mtendaji mkuu wa maisha yangu, mtendaji mkuu wa kanisa. Kwa hiyo tunajivunia Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu, maana ndiye anayefanya kazi zote za kanisa. Basi mimi na wewe leo tumruhusu Roho Mtakatifu. Tukimruhusu Roho Mtakatifu aingie ndani mwetu, aingie mioyoni mwetu,
kutufundisha kuwa na upendo na furaha. Mfano kama leo, siku ya leo ni sikukuu, siku ya furaha, siku ya birthday yetu. Hatupaswi kukaa kanisani kama tunaumwa, tumejikunyata, umekuja na mambo yako magumu, umekuja kuyaleta hapa mbele uongee na Mungu wako, bali unatoka unarudi umejikunyata. Na wakati hapa ni nyumbani kwa baba yako, furaha zote zinapatikana humu. Huko mtaani tunajidanganya tu, ila furaha zote zinapatikana humu. Kwa tumruhusu Roho Mtakatifu, na hakika katika sala yetu ya toba ya Zaburi ya 51 tusikubali Roho Mtakatifu aondoke katika maisha yetu au aondoke katika mioyo yetu. Roho Mtakatifu hapendi kukaa sehemu ambazo ni chafu. Roho Mtakatifu anakaa sehemu safi. Roho Mtakatifu anakaa sehemu iliyotulia. Ukimpa Roho Mtakatifu maisha yako, hakika utapata kitulizo cha maisha yako, utapata furaha, utapata faraja. Roho Mtakatifu ni mfariji. Roho Mtakatifu anakusahaulisha hata yale magumu tunayoyapitia. Utasikia sauti na kubembeleza, usiogope mwanangu, niko pamoja na wewe. Kwa hiyo kama Roho Mtakatifu akiwepo ndani mwetu, Roho Mtakatifu akiwa ni faraja yetu, Roho Mtakatifu akiwa ni furaha yetu, sisi tutapungukiwa na nini? Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo niwatakie sherehe njema ya somo wetu na mwanzo wetu wa kanisa, maana leo ni mwanzo wa kanisa letu. Mitume walipopokea Roho Mtakatifu wakaanza kuhubiri na kumhubiri Kristo. Hawakuogopa kumtangaza Kristo, hawakuogopa, walipigwa, wakateswa, lakini kwa sababu walipewa nguvu ya Roho Mtakatifu wakaendelea kumtangaza Kristo kwa nguvu zote, hawakuogopa. Kwa hiyo mimi na wewe, kwa sababu leo tumejaliwa Roho Mtakatifu na tunatumwa, maana kazi tumepewa. Mitume walipopewa Roho Mtakatifu na walipopokea Roho Mtakatifu walitumwa. Walipotumwa ndio wameenda kuhubiri kazi ya Kristo. Kwa hiyo mimi na wewe leo tunatumwa tukahubiri injili ya Kristo. Tusiogope wala tusitishwe wala tusiogope jambo lolote, kwa sababu Roho Mtakatifu ni kila kitu katika maisha yetu. Tumsifu Yesu Kristo. Asante kwa tafakari nzuri. Naomba tupigie tena makofi. Basi haya ambayo umeweza kuja nasi yatusaidie kukua zaidi na kuwa wapya katika siku nyekundu za kuzaliwa kwa kanisa letu. Tusimame na tukiri imani.